Leo nina ujumbe maalum kwa wahitimu wote ambao hawana ajira. Juzi hapa Waziri Mkuu katangaza kwamba watu wote ambao hawana ajira au wahitimu wote wenye shahada waende wakasome VETA. Sasa leo nina ujumbe maalum kwa ajili ya wahitimu wote, bila kujali ni ngazi gani umehitimu na umehitimu lakini huna ajira. Sasa kwanza nipende kusema kwamba yanaenda kuwa ni mazungumzo magumu kidogo. Kwa hiyo kama una moyo laini unaweza tu ukaishia hapa badala ya kuendelea mbele. Lakini yanaenda kuwa ni mazungumzo yenye mantiki na maana kubwa sana kwako kama utafanyia kazi haya unaenda kujifunza hapa. Labda niseme kwamba kutokuwa na ajira au kutokuwa na kazi ambayo unafanya yenyewe ni kazi kubwa sana. Kwa sababu najaribu tu kufikiria kwamba yani kwa mfano unakakaaje nyumbani, una ajira, una kitu chochote cha kufanya na unakula na unakunywa. Nadhani kuna kitu fulani cha kipekee hapa ulichonacho ambacho pengine labda hatujajua. Unawezaje kuishi kwa miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano unakula unakunywa, uko nyumbani, sio uko wapi. Obviously either utakuwa labda unawanyonya sana pale nyumbani, unatumia tu chakula cha bure. Natumia hilo kwa sababu baadaye nitakuja kueleza zaidi, kwa sababu baadaye tutasema sasa na wanyonyaji au natumia chakula cha bure wakati sina ajira. Nitakuja kulizungumzia kwa undani zaidi. Au pengine kutakuwa kuna mishe unafanya. Kuna mission unafanya. Labda kuna vikazi vya hapa na pale unafanya na vitu vingine vingi sana. Sasa labda kabla sijaendelea zaidi nieleze kwa nini hasa nataka kuzungumzia hili swala. Na mimi ni nani mpaka nilizungumzie hili swala. Nimehitimu kama wewe hapo miaka kadhaa iliyopita, 2019 ilikuwa. Lakini moja ya kitu ambacho kilikuwa kipo kichwani mwangu mpaka leo, mpaka kesho asubuhi serikali ikitangaza kwamba tunaenda kuajiri wahitimu wote walio mtaani. Njooni na vyeti kwenye ofisi fulani na fulani na fulani, tayari wote mna kazi. Mtaenda wote, ila mimi hapa sitakwenda. Kwa nini? Kwa sababu sijawahi kufikiria katika kitu kinachoitwa kuajiriwa mpaka leo. Sijawahi kufikiria katika kitu kama hicho. Na moja ya fikra ambayo nimekuwa nayo hata kabla sijaanza kulipwa au kufanya kitu ambacho kinanilipa au kinaniingizia kipato cha maana, nilikuwa nasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuniajiri mimi. Kwa nini? Kwamba atanilipa mshahara wa kiasi gani mpaka aweze kunishawishi kwamba kweli niweze kumfanyia kazi. Kwa sababu nilikuwa naamini kitu kimoja kwamba nikifanya vitu vyangu, nikafanya kazi zangu mwenyewe, nikaweka juhudi sehemu ambazo ninaziamini, hata kama sasa hivi siingizi kile kipato ambacho ninakitaka, lakini na uhakika one day yes, hicho kipato na hata zaidi ya hicho kitakuwa kina uwezo wa kuingia. Inahitaji fikra ya tofauti sana. Mimi kwa rafiki yangu wakati nasoma chuo, na rafiki yangu mmoja wa rafiki zangu walikuwa wengi, yeye alikuwa tayari ameajiriwa serikalini na akaja kusoma shahada ya kwanza. Kwa hiyo tumesoma wote miaka mitatu. Sasa nilipokuwa nikimwambia sitakuja kuajiriwa, alikuwa anasema haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa nini? Mwenyewe alikuwa anashangaa. Utawezaje kuendesha maisha bila wewe kuwa umeajiriwa? Leo hii naongea na wewe tokea 2019 mpaka mwaka huu 2025. Sijawahi, sasa ngoja nikwambie kitu. Sijawahi hata kuchukua cheti changu cha kuhitimu chuo. Sio kwamba kipo. Sijawahi hata kukichukua. Kwa nini? Kwa sababu tokea mwanzo kabisa ni kitu ambacho hakikuwa kwenye fikra zangu. Mpango wangu kuchukua cheti ni kwamba mwaka 2030 ndio naenda kuchukua cheti cha chuo na cha form 6 ndio naenda kuvichukua. Na ninapoenda kuvichukua sio kwa ajili ya kwenda kuombea kazi. Ni kwa ajili sasa ya ya kuonyesha watu kwamba yes, kuna kipindi fulani nilikuwa chuo
nilisoma chuo, nikahitimu na vyeti hivyo. Basi yani hamna kitu kingine zaidi ya hicho. Sasa leo nataka kuongea na wewe, kuhusiana na nini? Umesha survive mambo mengi sana. Hebu fikiria labda umehitimu, kwa mfano juzi kwenye moja wapo ile conference waliofanya walimu, inaonekana kuna walimu kutokea mwaka 2015, 2016, 2017 mpaka mwaka 2024. Hebu fikiria hujawahi kuajiriwa tokea mwaka 2016, 2017, 2018, 2019. Hujawahi kuajiriwa tokea 2020. Hujawahi kuajiriwa tokea 2023. Na leo ni mwaka 2025. Unadhani umevuka viunzi vingapi? Kama maisha magumu umeshayapitia, yani vya kutosha yani. Kama ugumu wa maisha yani tayari umeshauona. Kama mambo hayaeleweki yani kulala njaa ushalala njaa. Sasa huna kitu chochote tena ambacho yani kinaweza kukuogopesha tena. Hakuna kitu cha namna hiyo. Kama vitu vyote vya kuogopesha, kama vibaya vyote vimeshakutokea sasa. Kama aibu ushaipata ya kutosha tu. Sasa ni nini kinatakiwa? Kabla tuzungumza nini unatakiwa kufanya au nini kinatakiwa kufanyika, niseme kwamba serikali kama serikali sidhani kama itakuja kuajiri wahitimu wote. Labda huo ni ukweli tuuseme tu waziwazi. At least sio kwa sasa hivi. Sidhani kama itakuja kuajiri wahitimu wote. Na hata hizi nchi nyingine za huko bado kuna shida za ajira. Pengine shida yao haiwezi kawa sawa na ya kwetu. Wingi wa wahitimu walio mtaani kwao hauwezi kuwa sawa na wa kwetu, lakini bado pia na wao wana changamoto zao. Sasa kwa sababu changamoto hizi zipo kila sehemu, sisi kama vijana tukae chini, tufikirie nje ya box. Na hapa tunaposema tukae chini, sio tuanze kutumia muda mwingi kuanza kufikiria vitu vingi sana vya kufanya. Ni muda huu baada ya hapa tunaenda kazi, tunaenda kufanya kazi, tunaenda kupambana, kwa sababu sisi wenyewe ndio tutaweza kujipambania. Na sisi ndio tunasema ndio taifa la kesho. Sasa kama taifa la kesho tukilala, tunasubiri tu ajira na ajira zenyewe hazitoki, nini kinachoenda kutokea? Taifa la kesho hatutaweza kujenga kitu chochote cha maana. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kijana, toka nenda kafanye kazi yoyote ile halali ambayo inaweza kukuingizia kipato. Toka nenda kafanye hiyo kazi kuanzia leo. Yaani tafuta kazi yoyote, sehemu yoyote ambayo inaweza kukuingizia kipato halali, anza kufanya hiyo kazi. Anza. Hata kama malipo yake kwa sasa hivi ni malipo madogo sana, lakini as long as unaweza kufanya hiyo kazi ukapata kitu fulani cha kuweka mkono kinywani kwa kuanzia, anzia hapo. Anzia hapo kwa kuanzia. Usikae tu nyumbani unasubiri uweze kupata ajira. Leo uko kwa mjomba sijapata ajira, wiki moja ijayo uko kwa shangazi bado nasubiria, baada ya unaenda kwa babu, kuna mchongo unaosikilizia. Sikia, mchongo unaosikilizia kuanzia sasa hivi uwe ni mchongo kupambania jambo fulani ambalo unalifanya, kama ni kikazi au yani ninaposema tafuta kikazi simaanishi kwamba kaombe tu kazi sehemu basi usipopata ndio imeishia hapo. No. Tafuta kikazi, yani hata kama ni cha kufanya wewe mwenyewe. Unaenda sehemu unafanya kikazi chako, na kwa kuanzia uanze kufanya kazi ambazo zitachukua muda mrefu wewe kulipwa. Au usifanye biashara ambayo itachukua muda mrefu wewe kulipwa. Fanya kitu ambacho ni transaction. Utaweza, kwa mfano ni biashara unafanya, unalipwa hivyo. Kimzigo kinaingia, kimzigo kinatoka. Kimzigo kinaingia, kimzigo kinatoka. Fanya hicho kitu. Sasa najua mpaka hapo, kwa mfano kama ni biashara, unataka kufanya biashara, kitu cha kwanza kabisa utakachoniambia, utaniambia kwamba mtaji. Sina mtaji. Na hilo kuhusiana hilo siwezi kukataa wala siwezi kukatalia. Lakini hebu hili swala tuliongelee tena kwa undani zaidi. Najua mtaji ni changamoto.
Lakini sasa mtaji kwako utaendelea kuwa changamoto mpaka lini? Kwa sababu inabidi fikie hatua kama ni mnyororo sasa uvunje ili uweze kwenda mbele. Sikiliza, usipojipambania wewe mwenyewe ukiwa katika nafasi ya kwanza, usitegemee kwamba watu wengine watakuja kukupambania wewe. Yaani mtu alale akose usingizi kwa ajili yako wewe. Hamna mtu wa namna hiyo. Hamna mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo sharti uwe tayari wewe kuanza kujipambania kwanza. Uonyeshe juhudi, uonyeshe kwamba unaweka kazi sehemu, ndipo watu wanaweza pia jamaa bwana anapambana, upambanaji wake sio kitoto. Na kutokea pale ndipo sasa watu wanaweza akachukua hatua hata kuweza kusaidia. Sasa unapataje mtaji? Hili swali ni swali gumu kidogo, lakini sio swali ambalo linaweza likatushinda kulijibu hasa siku ya leo. Unapataje mtaji? Yes, moja, inawezekana ukapata mtaji kwanza kwa kufanya hata biashara ambazo hazihitaji mtaji wa moja kwa moja. Biashara za mtandaoni, biashara za biashara za mtandaoni kwa mfano rahisi tu. Kuna mtu anaweza kawa na bidhaa dukani kwake. Anauza nguo, anauza suti, anauza nini, lakini hana wateja, au hakuna mtu yeyote ambaye anaweza wewe kumpelekea wateja akawakataa. Hamna mtu wa namna hiyo. Sasa unaweza ukaona mimi kwa namna nilivyoona huyu anatengeneza samani zake ni nzuri sana. Hivi viti, hizi meza, haya makochi haya, ninaweza nikawatafuta watu. Unatafuta watu, alafu aidha unauza au unamletea yule anauza, alafu unapata cha juu yake hapo, unapata cha kwako. Hicho hakina mbwembo. Yaani hapo mnakubaliana kabisa mapema, nikuletea mtu utanitolea cha kwangu. Na wewe kwambie kitu, hii kitu hakina ukomo, na unaweza kutafuta watu wengi kadri unavyoweza na ukapata commission kubwa kulingana na watu utakaokuwa unawaleta. Kikubwa ni upambanaji wako. Na kama nilivyosema, kama ni aibu ushapata ya kutosha. Huna tena cha kuogopa aibu tena sasa hivi. Yaani aibu sasa upate aibu mara ngapi? Hauna tena cha kuogopa aibu, sijui na nini. Nenda kapambane, waambie watu bwana kuna 1 2 3. Ni kweli watu wanakutambua kama msomi, pengine wanakutambua hata kama daktari, japo pengine unaweza sio daktari, lakini pengine walijua labda ulisoma masomo fulani, labda physics, chemistry au biology, basi wanajua huyu daktari bwana, daktari. Lakini toka nenda kafanye kazi. Toka nenda kachafuke. Na tafuta kazi za kuanzia ambazo zitakuwa zinakuingizia kipato cha mara kwa mara. At least kila siku, kama sio kila siku basi kila wiki kuna kipato fulani unaingiza. Hii itakusaidia kwa sababu utaanza kuingiza kipato fulani. Na kwenye hili kuna vitu vingi sana unaweza kufanya. Of course pia mtandaoni kuna shughuli mbalimbali unaweza kufanya, inawezekana kozi mbalimbali ambazo unaweza labda hata watu wengine wameandaa kozi, wewe ukashiriki katika kuuza, au bidhaa za watu wengine ukalipa kupitia commission. Kuna namna fulani ya kutengeneza referrals katika mitandao. Kwa mfano mtandao wa Get Value ni mtandao wa Tanzania mzuri sana ambao unaweza kuuza products zilizo mle, wewe hata kama hujaziandaa zile products, na ukalipwa kutokana na wale watu wanaonunua zile bidhaa. Kwa hiyo ni mojawapo ya njia ya wewe kuanza kuingiza kipato moja kwa moja. Unaweza kushirikiana na wafanyabiashara, unaweza kuuza bidhaa kwa njia ya mtandao, na hata kama unashirikiana na wafanyabiashara bado unaweza kuziingiza mtandaoni na kuanza kuziuza hizo bidhaa kupitia mtandaoni, na hivyo kuweza kufikia wateja walio katika maeneo tofauti. Kwa hiyo anza kufanya hilo jambo. Usikubali. By the way, hamna sifa yoyote katika kutokuwa na kazi. Hamna sifa yoyote katika kutokuwa na ajira. Yaani usije ukafikiri kwamba tutakuonea huruma kwa sababu huna kazi, kwa sababu huna ajira. Maisha hayana kitu kama hicho. Maisha haijawahi kumuonea mtu yeyote huruma. Ndio maana nimesema kwamba unapaswa kupambana. Kwenye ile nadharia ya Charles Darwin na Lamarck, nadhani wanasema kwamba kiumbe ambacho ni dhaifu
mwisho wa siku kitakuja kutoweka kwa sababu ya udhaifu wake au kwa sababu ya unyonge wake. Wahenga wanasema kwamba mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Lakini ngoja nikwambie kitu. Kwenye maisha ya kawaida ya kila siku, kunyongwa unanyongwa na haki yako upewe. Kwa hiyo kama wewe ni mnyonge, utanyongwa na haki yako utapewa. Kwa kitu pekee unachotakiwa kufanya ni nini? Ni kupambana. Yaani usiwe mnyonge. Usio mnyonge hata kidogo. Ndio maana mimi mmoja kauli ambayo huwa sipendi kusikia kabisa. Na sipendi eti mtu aje kwangu aanze kuniambia sasa mimi ndo mtetezi wa wanyonge, nimekuja kutetea wewe mnyonge. Mimi sina unyonge wowote. Yaani kama unanitetea, nitetee katika ubabe wangu, katika uimara wangu, lakini sio katika unyonge wangu. Sihitaji kuitwa mnyonge. Wewe pia huhitaji kuitwa mnyonge. Huna unyonge wowote ule. Huo unyonge tu umepandikiziwa kwenye fikra zako, kwenye akili yako, lakini huna unyonge wowote ule. Na ondoa hiyo dhana ya wewe kuitwa mnyonge. Ondoa hiyo dhana ya wewe kujiona mnyonge. Sasa unajua sisi watoto wa maskini ndo hivyo, hatupendelewi, hatupati kipaumbele, hatupati nini. Bro, sister, sikiliza. Hayo maswala sijui ya kujiita mtoto wa maskini sijui nini. Ukishafikisha miaka 20, miaka 30, ondoa hiyo dhana ya maswala sijui ya kuitwa mtoto sijui wa maskini. Anza kujipambania wewe mwenyewe. Mwisho wa siku na watoto wako watakuja kwanza kusema sisi watoto wa maskini. Na jukuu zako watakuja kwanza sisi watoto wa maskini. Vunja huo mnyororo. Anza mchakato kuvunja huo mnyororo. Sijui unanielewa? Jambo la pili, toka nyumbani kwenu. Toka nyumbani kwenu leo. Ni kitu kingine ambacho kinakulemaza sana, kwa sababu unapokuwa nyumbani ujue muda mwingi haujishughulishi si unajua baba yupo, mama yupo, shangazi, mjomba, auntie, sijui nani ukihitaji chakula kinaletwa tu hapo unakula, sijui nini kipo, haujui kodi inalipwaje, haujui bili zinalipwaje, haujui sijui nini. Toka kwenu, anza kujitegemea. Na ninavyosema toka kwenu, sio unatoka nyumbani kwenu alafu unaanza kutega mkono. Hata kama umekuwa unatega mkono unaomba sijui wakupe chakula, wakupe sijui hela ya chakula, hela ya nini. Acha hilo. Yaani simama wewe kama wewe kwa miguu yako miwili. Ng'ang'ania hilo na unakomaa. Muda mwingine serious, unajua by the way muda mwingine maisha yanakuwa magumu sana. Yanakuwa magumu sana, unaenda unapambana upate chochote, unarudi tu hapo uelewi, njaa inauma, lakini inakupa akili sana. Yaani unatafanya, yaani sasa hapa nafanyaje? Na ngoja nikwambie kitu kimoja. Hamna nyakati ambazo huwa zinaleta akili sana kama pale unajua kabisa yaani hapa sina hela ya kula na njaa inauma. Au jana chakula kimeisha, leo sitakuwa na hela, sitakuwa na chakula. Nafanyaje sasa? Yaani utaichekecha akili yako mpaka tu upate namna mpaka upate namna. Lakini hivi vitu huwezi ukavifanya kama upo nyumbani. Upo tu nyumbani, unajua sio ataleta, sijui nani ataleta. Lakini uko peke yako, una hilo. Ni wewe mwenyewe tu hapo unajua sasa hapa nisipofanya hivi ni kula kwangu. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuongezea kasi kwenye upambanaji wako. Inakuongezea kasi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia toka nyumbani, nenda kapambane. Sababu kubaki nyumbani ni sehemu ya kitu kinachokulemaza wewe hapo. Na ndio maana utaendelea kulalamika kwa miaka mingi sana. Kwa sababu bado upo nyumbani, bado endelea kuwategemea wazazi. Toka nyumbani, anza kujitegemea wewe mwenyewe. Alafu tokea pale sasa, anza kuweka mipango gani, uweze kuboresha nini, uweze kufanya nini zaidi, uweze kuongeza kipato chako na vitu vingine vingi sana. Kwa hiyo hilo lifahamu, naanza kulifanyia kazi. Lakini sasa kwenye hili najua utaanza kuniambia sasa unajua mimi labda wazazi wangu wananitegemea, kwa hiyo ndio maana nipo nyumbani. Kama wanakutegemea,
Sasa unalalamika nini kuhusiana na kutokuwa na ajira? Manake lazima uwe tayari unapambana, kuna kitu ambacho huo unafanya na kuna kipato ambacho tayari unaingiza. Ujue muda mwingine watu tunafikiria kwamba ukiwa labda na, of course kuna raha yake, kuna tofauti kubwa sana. Kwa mfano kuna raha yake ya kupata hela fulani kwa mkupuo kwa wakati mmoja. Kwa mfano umeingiziwa labda 300,000 pap, hiyo 200,000 pap, hiyo kuna raha yake fulani, si ndio? Tofauti na kupata 200,000 au 100,000 kidogo kidogo. Leo umepata 5,000, kesho hujapata, kesho umepata 10,000, zinapita siku 2 hujapata chochote, au inapita wiki kabisa hujapata kitu, unakuja unapata 100,000, unakuja unapata labda 30,000. Unaona kuna tofauti kubwa sana kati ya hivyo vitu viwili, na ndiyo maisha halisi kabisa ambayo unaenda kukumbana nayo kama utaenda kufanya hivi vitu. Mwanzoni kabisa hali inaenda kuwa hiyo, kuna siku unapata, kuna siku unakosa, inapita hata wiki upati, lakini baada ya hapo unapata nani. Kwa hiyo ndo nakwambia uhalisia, ili unavyotoka hapa ujue kabisa ni kitu gani hasa unachoenda kukutana nacho na ni kwa namna gani ambavyo unaenda kukumbana nacho. Sasa kama nyumbani wanakutegemea, ngoja nikwambie, utakuwa wa manufaa zaidi, utawafaa zaidi pale utakapokuwa haupo nyumbani, kuliko sasa hivi ambapo bado uko nyumbani alafu unajidai kwamba wanakutegemea nyumbani kwenu. Utawafaa zaidi nyumbani kwenu pale utakapokuwa haupo nyumbani. Kwa hiyo toka, bado nakusisitiza kabisa, toka nyumbani kwenu. Kitu kingine kwenye ile ya kutoka nyumbani, najua hapo utaanza kuniambia sasa natokaje nyumbani wakati labda mimi ni mtoto wa kike. Na kwenye jamii zetu nyingi pengine unaweza kaanza kuhisiwa labda huyu kaanza umalaya huyu, si ndio? Inawezekana ni kitu ambacho nakifikiria. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama ulikuwa malaya before, hata unapotoka nyumbani kwenu ni wazi hilo linaeleweka, ni ile hapa hatuna mjadala zaidi. Ni lazima ndio hicho kitu kinafuata. Lakini kama kabla hapo kukua, unahofia nini sasa? Maana yake sisi tunachotegemea baada hapo, wewe unaenda kuwa mpambanaji, unaenda kuweka malengo, unaenda kuyafanyia kazi, unaenda kupambana. Yaani hicho ndio kitu ambacho tunakitaka kutoka kwako. Na kama wewe unapambana, yaani tokea asubuhi mpaka jioni, yaani uko busy unapambana na shughuli zako, hatutegemei kwamba utapata huo muda sasa wa malaya. Kwa hiyo hilo jambo tumeshalifuta kwenye nani. Kwa hiyo obviously kama ulikuwa malaya, ukitoka nyumbani ukienda sehemu nyingine, malaya uko pale pale. Kama hukua tu. Kwa hiyo toka nyumbani. Kwa hiyo nadhani kwenye hilo nimeeleza vizuri. Sasa nije kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu, weka akiba. Baada ya kwanza kwa tumezungumzia kwamba tafuta kazi yoyote ile inaweza kuongezea kipato. Baada ya kwa tumesema kwamba toka nyumbani, nenda sehemu, pambana. Na ngoja nikwambie labda kwenye hilo la kutoka nyumbani, ujue muda mwingine unapokuwa nyumbani, hata kwenye Biblia wamesema kwamba nabii akubariki nyumbani. Unaweza ukawa kwa mfano ukaanza kupambana. Kwa mfano baada hapo unaanza kupambana, unaanza kufanya biashara, unaanza kupika vitumbua vyako hapo, unatafuta wateja, unafanyaje watu. Sasa huyu yaani kila mtu anasema huyu si mtoto wa fulani. Huyu si yule msomi. Huyu si ndo yule alimaliza chuo. Yule si ndo yule daktari. Unaona? Inaweza kukushusha morali yako. Lakini mpata picha unaenda katika mazingira ambayo hakuna mtu anayekujua. Mfano mimi hapa nipo Morogoro. Hamna mtu yote ananijua. Hamna hata mtu anajua nyumbani pamekaaje kule, nimetoka kuna namna gani ya mazingira. Hamna mtu anajua. Nimekuja hapa kila mtu ananiona tu mgeni, na mimi sina mtu yote wa kumuogopa. Sina mtu yote ambaye anajua mimi nilikuwa nani huko nilipotoka. Hata nikilala njaa hamna anayejua kama nyumbani nilikuwa nakula usiri. Nikila hamna mtu anajua nyumbani nilikuwa nalala njaa au vipi. Hamna mtu anajua.
Kwa hiyo inanipa nafasi nzuri ya kupambana, kwa sababu hamna mtu yeyote mwenye background yangu yoyote ambaye anaweza kuanza kusema sasa huyu mtu alikuwa hivi, kwa nini, au imekuwaje, au sijui nini. Hamna jambo kama hilo. Kwa pia wewe utakavyojitoa nyumbani, utajitoa, kuna vitu vingi sana utakuwa umevikwepa. Kuna umbea mwingi sana utakuwa umeuacha nyuma. Na utakuwa umeamua kwenda sehemu sasa na kuanza kujipambania. Unaenda katika mazingira ambayo hakuna mtu yeyote anakujua. Yes, hamna mtu yeyote anakujua. Pambana. Ubora sisi wa Tanzania hatunaga shari. Ukienda sehemu yoyote unapambana, watu wanakukubali, hamna kitu kinaharibika. Kwa hiyo hilo la kutoka nyumbani nadhani tuishie hapo. Sasa tuje kwenye kipengele cha kuweka akiba. Ni swali gumu kidogo na nikitendawili kidogo, kwa sababu tunazungumza katika mazingira ambayo bado kuna kipato cha uhakika, kuna kipato kinachoeleweka. Na tunazungumzia sasa kitu kingine kigumu, kwamba weka akiba. Hili jambo linawezekanaje na utawezaje kulifanya? Ngoja nikwambie kitu. As long as ushaanza kupambana, as long as ushaanza kuingiza kipato chochote kile, hata kama ni kidogo, basi anza kuweka akiba. Anza. Hata kama unaweka kiasi kidogo. Chukulia tu mfano wa kawaida. Najua kwa mfano labda unaingiza kipato cha kawaida, labda unapata labda 5,000 kwa siku. Unapata 5,000 kwa siku. Yes, sio hela kubwa sana, lakini pia sio hela ndogo. Sio hela ndogo. Toa tu hata shilingi 500 iweke pembeni. Kesho yake toa 500. Ishafika buku hiyo. Weka akiba. Nadhani weekend hii Jumamosi, Ijumaa tapata nenda. Talenga vya kwenye Ijumaa tapata nenda. Tarehe 20. Tarehe 20. Tutakuwa na somo maalum kuhusiana na Mwekeza ambayo wameanzisha M-Pesa, ambapo nitakushirikisha vitu kadha wa kadha, ikiwemo namna ya kuwekeza hizo buku kupitia Mwekeza. Nitakuelekeza zaidi. Lakini pia uwekezaji kwenye UTT, unakuwekeza kufanya hivyo, uwekeza katika maeneo ambapo fedha yako haitakatwa. Inaweza kawa ni UTT au hiyo Mwekeza nitakayowekeza Ijumaa, nitakuelekeza zaidi. Lakini anza kuweka hicho kiakiba kidogo. Anza. Wengi wanasubiri wawe na kipato kikubwa ili waanze kuweka akiba. Ngoja nikwambie kitu. Ukisubiri mpaka uwe na kipato kikubwa ili uje uweke akiba, ninachotaka kukwambia kwamba fedha huwa ina shida moja. Kadri kipato kinavyoongezeka, ndivyo ambavyo matumizi yanavyoongezeka pia. Kwa hiyo unaweza ukawa unaingiza labda 2,000, unaitumia yote inaishi. Siku ukiingiza 10,000 utaitumia yote itaisha pia. Ni siku ukiingiza 100,000 utaitumia yote itaisha. Yaani hiyo ndio tabia ya fedha. Kadri unavyokuwa nayo, kadri kipato kinavyoongezeka, ndivyo fedha unavyozidi kuitumia. Ndio maana hiki tunaweza kana kwambia ukachukulia labda utani. Kuna watu wana vipato vikubwa sana, mishahara yao ni mikubwa, wanalipwa mpaka ngapi huko, lakini wanahangaika sana pia. Wana mshahara mkubwa, wana kipato kikubwa sana, lakini bado wanahangaika sana. Sasa kuna shida gani hapa? Mbona fedha huyu mtu anapata? Ni kwa sababu fedha huwa ina tabia ya kuongezeka kadri matumizi pia yanavyo. Yaani fedha inavyoongezeka na matumizi pia unakuta yanaongezeka. Labda fedha labda mwanzoni kuna kitu fulani labda ulikuwa ufanye. Kwa mfano, chukua tu mfano labda wa kawaida. Labda ulikuwa tu na simu ya kawaida kiswaswadu, maisha yanakwenda. Lakini unavyoanza kupata kipato kinaongezeka, unanunua simu kubwa. Simu kubwa maana yake inaambatana na matumizi pia. Kuna ongezeko fulani la matumizi. Utahitaji kujiunga kifurushi interneti, kuingia mtandaoni mara kwa mara. Ni matumizi ya ziada ambayo yameongezeka, ambayo mwanzoni kabisa hayakuwepo. Kwa hiyo mwisho wa siku
kama kuna fedha ka ziada kanaongezeka, unakuta kanaanza kuingia kwenye kifurushi. Wewe utachukulia hata hivyo si kifurushi tu, si nani, una rationalize hicho kitu, kinaonekana tu ni kitu cha kawaida, lakini kumbuka ni matumizi ya ziada au yameongezeka. Na of course vipo vitu vingi sana ambavyo naweza nikakwambia. Kwa hiyo matumizi yanaongezeka. Na sio tu hilo, huwa kuna shida moja nyingine pia. Kuna kitu kinaitwa kuna kitu kimoja ambacho huwa kinatokea kwamba unaweza unaponunua kitu kimoja huwa kinakupelekea pia kununua kitu kingine. Kwa mfano, labda mfano tu wa kawaida, nadhani ilitokeaga alikuwa ni sikumbuki ni mfalme wapi. Alikuwa ni prince. Alinunuaga yani sio prince. Alikuwa ni mchoraji mmoja maarufu lakini hakuwa na fedha. Sasa ilitokea binti yake alikuwa anataka kuolewa. Alikuwa anataka kumwoza binti yake, hana fedha. Habari zikasambaa zikamfikia mwana wa mfalme Prince akaja kanunua, alikuwa anazikubali kazi za yule jamaa, akaja kanunua moja wapo ya kazi yake kwa hela kubwa sana. Yule jamaa alichokifanya akaichukua ile hela, yani kazi ilikuwa alinunua kwa hela kubwa sana. Alichokifanya akaenda akanunua meza atakayokuwa anaitumia kuchora. Si alipata hela kubwa, akanunua mavazi ya binti yake kwa ajili ya harusi, na akaenda akanunua meza kubwa kwa ajili ya yeye kuwa anafanyia kazi zake za kuchora. Alivyonunua ile meza kubwa na nzuri akaingiza nyumbani kwake, akagundua kwamba ile meza ilikuwa haiendani na ile nyumba, kile chumba alipokuwa. Kwa hiyo ikabidi upgrade kutoka kwenye ile chumba sasa alipokuwa, apate nyumba nyingine nzuri, aka-upgrade. Alipoenda kwenye ile nyumba akagundua kwamba sasa ile nyumba bado kuna vitu vinahitajika, akaviweka. Akaanza kuweka hiki, mara kiti, mara nini. Kadri alivyokuwa analeta vitu, akagundua baadhi ya vitu vimekuwa vizuri zaidi kuliko lile eneo. Kwa hiyo anahitaji zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku akajikuta ile fedha yote imeisha. Baadaye akawa anaelezea kuhusiana na kuna kitabu, nadhani nitakuwekea kwenye link hapa hiyo article mtandaoni ili uweze kuisoma namna hilo jambo lilivyokwenda. Kwa hiyo mara nyingi pia sisi vitu vyetu huwa vinaongezeka kulingana, au huwa tunavichukua kulingana na tunavyochukua kitu kimoja. Hii t-shirt hii nimevaa hapa, lakini labda nikiupgrade t-shirt nikaongeza t-shirt ya aina fulani, inaweza ikanihitaji ni upgrade suruali langu, na kwa upgrade suruali kunaweza kunipelekea ni upgrade na kiatu. Nikiupgrade kiatu unaweza kukuta kwamba sasa kiatu kama mbona kimekuwa kizuri zaidi, akiendani tena na hizi, nahitaji tena nipate nguo nyingine, labda suti. Nikaleta suti sasa hii inahitaji labda niwe na saa, sijui niwe na nini. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta kuna vitu vinaongezeka kadri unavyoongeza kitu kimoja. Kwa hiyo pia ulifahamu na uepuke kuwa unaongeza vitu hasa kulingana na unavyoongeza kitu kingine au kutokana na tamaa. Kwa sasa hivi strictly kabisa matumizi yako yawe kwenye vitu ambavyo ni vya msingi. Yaani vile ambavyo usipovifanya utakufa. Chakula, usipofanya utakufa. Kulala, of course utahitaji sehemu ya kulala, na vitu vingine vichache sana. Sidhani kama kuna vitu vingi zaidi ya hivyo, vichache tu. Strict zaidi ya hapo, na kuvaa of course. Yaani hivyo vitu tu, chakula, kulala na kuvaa. Strict kwa kwanza unaweza yaani matumizi yako yawe katika hayo maeneo matatu. Fedha nyingine weka akiba, hata kama ni kidogo. Kitu kingine kwenye kuweka akiba ni kwamba of course kama kipato hakitoshi, na kama tumeshasema kwamba of course obviously mwanzoni kipato hakitoshi, lakini kama unaweza ukapata 10,000 yote itumie ikaisha, ni wazi kama hata ungekuwa na 11,000 bado isingetosha. Kwa hiyo kwenye 10,000 yako kutoa tu shilingi 1,000 ukaweka pembeni kwa ajili maalum, kwa ajili tu ya kuweka akiba. Yaani kisiwe kitu ambacho unajiuliza mara mbili. Fanya hivyo kwa manufaa yako ya sasa na kwa manufaa yako ya baadaye.
Kwa hiyo anza kuweka akiba sasa hivi kwa kipato hicho hicho unachoingiza. Sasa mwisho, kwa kuhitimisha, nipende kusema kwamba tumezungumzia mambo mazuri, mambo makubwa, mambo yanahitaji uyafanyie kazi kivitendo. Hapa kuhitaji kusema huyu jamaa kaongea point hapa. Yaani hilo sidhani kama unapaswa kuwa mjadala mkubwa sana. Kitu pekee ambacho unahitaji sasa hivi ni kwenda kufanyia kazi hivi vitu. Katafuta kitu chochote kwa kuanzia, kazi yoyote ile ya kuanza nayo, ya kwanza kufanya. Anza, as long as ni kitu halali. Anza, weka akiba na endelea kupambana kadri inavyowezekana. Sikiliza, una kitu chochote cha kupoteza. Kumbuka una ajira, by the way, una kitu chochote unafanya, una kitu chochote cha kupoteza. Yaani wewe by the way naweza kusema ni loser, si ndio? Sasa unaogopa tena nini kutoka na kwenda kupambana? By the way, kama natumia maneno ukikumbuka tokea mwanzo nimesema kwamba baadhi ya vitu ambavyo naenda kuzungumzia vinaweza vikawa ni vigumu kidogo, kwa hiyo usiangalie hii video. Nilikuonya kabisa tokea mwanzo. Kwa hiyo kumbuka kwamba kuna kitu chochote kile cha kupoteza. Nenda kapambane, nenda kaweke nguvu zako sehemu sahihi ili uweze kupata matokeo unayotaka. Inachukua nguvu ile ile unayoipoteza, unafikiria, unawaza, unafanyaje, nguvu ile unaweza kuiwekeza sehemu sahihi na ikaweza kukuingizia kipato. Sio unapata. Unaenda kufanya kazi hivi, na kama una swali lolote kuhusiana na hili jambo ambalo nimeliwasilisha hapa siku ya leo, au kama ungependa kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na jambo lolote ambalo nimelieleza hapa au ambalo sijalieleza, toa maoni yako kwenye sehemu ya comment ili zamu ijayo niweze kulidadavua hilo jambo na niweze kulieleza kwa undani. Jukwaa la maoni liko wazi kwa ajili ya kila mmoja kutoa maoni yake, na nitafurahi sana kupokea maoni kutoka kwako kuhusiana na hii mada. By the way, ninapomalizia hili somo, na kufuatia ule usemi, ule ujumbe wa waziri mkuu kwamba watu wenye degree, watu wahitimu wakasome VETA. Sikiliza, kabla hujaenda VETA, before hujafikiria kwenda VETA, fikiria kupata kikozi chochote mtandaoni. Nitaandaa makala within this week, nitaiweka kwenye blog ya Songa Mbele. Fikiria kupata course yoyote mtandaoni. Of course mtandaoni kuna maeneo mengi sana kupata course, na tayari nimeshashirikisha video nyingine, ni short video, ina sekunde kama 10, nikionyesha maeneo tofauti ambapo unaweza kujifunza au ukapata course na program mbalimbali mtandaoni. Anzia huko. Jifunze kiujuzi chochote kile. Kuna ujuzi mbalimbali ambao unaweza kujifunza ambao unaweza kukulipa zaidi au kukuongezea thamani yako zaidi, ikakupelekea wewe kulipwa sehemu ambapo utaenda kupata kazi au ambapo utakuwa unafanya kazi. Kuna ujuzi mbalimbali unaweza kujifunza. Nenda huko kajifunze. Kuanzia Google Digital kuna course nyingi, tena zote ni bure kabisa. Unaweza ukaandika hapo, inaitwa Learn Digital, Learn Digital with Google. Link yao inaitwa learndigital.withgoogle.com. learndigital.withgoogle.com. Google hiyo. Au kama huioni, andika Learn Digital with Google. Itakuletea sehemu utachagua. Kuna programs nyingi sana za kujifunza mle. Na kuna nyingine, of course, nyingine za kulipia, Skillshare, Udemy, Coursera, sijui wapi huko. Kuna course za kila aina, kwanza course za mapishi, course za kucheza kinanda, course za kuimba, course za kufanyaje, za kuandika, course za kuuza, course za kufanyaje, yaani kila kitu kipo kule. Kila kitu ambacho nafikiria, course za kulima, kila kitu kipo. Nenda kajifunze na anzia huko. Kwa sababu dunia leo pia inahitaji, tunaona kwamba inahitaji zaidi soft skills. Na soft skills zinalipa zaidi kuliko hata hard skills. Yes, VETA utajifunza hard skills,
lakini huko nilipokuambia kwa asilimia kubwa utajifunza soft skills. Na soft skills zinalipa. Of course zinalipa vizuri. Jifunze na zitakusaidia sana. Nadhani kwa leo niishie hapo. Siku nyingine nitaandaa jambo jingine kwa ajili yako. Usiache kuendelea kutembelea hii channel ya YouTube na TikTok. Kuna vitu vingi vizuri sana naendelea kukuandalia kila siku katika hizi platforms. Facebook tunapatikana kama Songa Mbele Consultants, pia ukaenda huko. Na hivi hapa ni baadhi ya vitabu vyangu vizuri sana ambavyo unaweza kujipatia na kuweza kuvisoma ili kuweza kuongeza ujuzi na kuongeza thamani yako zaidi. Kitabu ambacho kwa siku ya leo ningependa kuacha nacho ni kitabu cha Jinsi ya Kuongeza Thamani Yako. Jinsi ya kuongeza hiki hapa. Jinsi ya Kuongeza Thamani Yako. Kasome hiki kitabu. Of course hiki pia kakisome, kinaitwa Kipaji ni Dhahabu. Ni kitabu kizuri sana ambacho pia kitakufundisha namna unavyoweza kugundua, kunoa na kuendeleza kipaji chako. Kwa wewe kwa siku ya leo, hivi vitabu ndo package yako ambayo unatakiwa kuipata. Kuipata ni rahisi sana. Tuwasiliane kupitia namba ya simu 0755 84 83 91. 0755 84 83 91. Mimi naitwa Godius Royogeza.